Okay, welcome back again. So baada ya kuona introduction ya contactor, na hapa twende tukaone contactor yenyewe. So hizi ni contactor kampuni ya Schneider. Amenem KM 52 51 52 53 54. So hizi ni naming. So kama kawaida tuliona contactor inakuwa na sehemu tatu. Ya kwanza ni nasema ni main contact, ambapo main contact ni eneo ambalo power ndio inapoingia, ndio inakuwa na L1, 1 L2, umeona 3 L2. Ukija hapa nakuta na 5 L3. Hii ni part ya main contact. So hii ndio inapokea power kama ni voltage ya 3 phase au single phase. So ndio hili eneo ambapo output yake inakuwa chini ni 2 T1 4 T2 na ya chini ni 6 T3. Hii ni part ya kwanza. Kwa maana hiyo hii inakuwepo na ni ndio main contact. Sasa ukiangalia tena hapa part ya pili tulisema asa hii main contact ili ijifunge inahitaji ikiwa pawepo na signal kwenye coil, ambapo coil yetu tulisema ni A1. Ukiangalia hapa ni A1. Sasa ukiangalia hapa A1 yetu ina positive. Kwa maana hiyo hii contactor coil yetu ni inapokea DC. A1 positive. Ukija kuangalia hapa A2 negative, umeona? Sasa hii inapokea DC, na ukiangalia hapa kuna 24 DC. So kwa maana hiyo coil yetu inatumia DC, lakini kwenye power contact inaweza ikapokea AC. Kwa maana hiyo hapa sasa inahitaji DC ya 24 volt ili iweze kufunga. Kwa maana hiyo main contact iweze kujifunga inahitaji DC ya 24. So eneo la pili ni zile tunasema auxiliary contact. Auxiliary contact kuna 13 normal open, alafu kuna 14 normal open. Hizi kwa ajili ya kucontrol, kufunga control kama unataka kufunga control, au tunasema ni interlock. Kuna 22, 21 normal close, umeona, na 22 normal close. So ili utengeneze tunasema control circuit, kufunga na kufungua lazima utumie hizi normal open na normal close, au unaweza ukatengeneza tunasema interlock kuhakikisha contactor zisiweze kukutana. Kama unataka contactor fulani ifunge, hii isifunge kupitia hizi normal open na normal close. So ukiangalia zote hizi contactor ni za DC, na tunatumia DC kwa sababu hizi contactor zinapokea power kutoka kwenye PLC. Ukiangalia hapa kuna DC supply switch regulator, ambapo hii ndio inatoa DC, ambapo ukiangalia hapa inapokea AC live na neutral, alafu huku inatoa DC. Kwa maana hiyo hii ndio tunasema ni supply, DC supply, output 24 volt, ni 20 ampere. So inapokea AC. Kwa maana hiyo hapa tunategemea hizi contactor zijifunge kulingana na signal. Na signal inatoka wapi? Inatoka kwenye PLC. So hapa ndio itatoka signal kwa ajili ya kuzifunga hizi contactor kwa ajili ya kuruhusu power. Kwa maana sasa tunategemea hapa kwenye contactor tuzingatie nini? Coil. Kwa maana hiyo coil inapopata power ndio inapelekea main kufunga, na coil inapokosa power inapelekea main kutofunga. Kwa maana hiyo unapokuwa una troubleshoot ni contactor, unatakiwa uangalie, je, coil yetu inapokea signal? Je, signal inahitajika ni DC au AC? Je, AC ngapi, DC ngapi? Sasa lazima ujue viwango vya voltage kwenye coil husika inahitajika ni kiasi gani. Ndio jambo la msingi ambalo unapaswa kuzingatia wakati unacheza na contactor. Kwa maana hiyo sasa unaponunua contactor, angalia supply yako ni itakuwa ngapi kwenye coil. Kwa maana hiyo sasa unatakiwa ujue coil nitumie AC au DC. DC inakuwa ni smooth voltage ambayo haina fluctuation yoyote. Kwa maana hiyo kwenye inakuwa inatengeneza usalama katika kifaa chako, contactor inakuwa salama. Kwa maana hiyo tunatumia DC kuilinda contactor, voltage itakayoingia humu kuifunga hii contactor iwe DC au AC kwa ajili ya motor. Kwa mfano unataka utumie motor. So ni vitu vya kuzingatia sana unapocheza na contactor, ili usiweze kununua contactor ambayo ni coil ina voltage tofauti na unapoenda kuifunga. So unaweza kuichukua hii ukaipeleka kwenye AC, maana yake unaenda kuichoma. Umeona, kwa sababu hii inahitaji DC. Lazima uzingatie wakati unanunua contactor.